Asante kwa kuchagua Special For You TV kuwa kwanza kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Ebana, mambo vipi? Ebana, mimi naamini uko poa kabisa, uko sambamba kabisa. Jina langu Jack Special, the one and only, na kuomba usisahau kusubscribe kwenye channel ya Special For You TV, S for you, ili tuende sambamba. Bana, kuna story ambayo inasambaa kuhusiana na wasanii kutokea Tanzania 255. Bana, wanasema kwamba mambo yamekuwa ni mengi sana, muda ni mchache sana, lakini tunaweza tukabambanya na kutengeneza muda ukakuwa hapa pamoja na sisi. Tunaye Ndeme hapa kwenye line kama kawaida, hebu tumpigie tuweze kusikiza kuhusiana na issue yake Harmonize. Yo Ndeme B. Mambo vipi mtu wangu? Mambo vipi mtu wangu? Aisee, safi kwema. Kwema kabisa, mimi niko fit kabisa, sina masuala ya kubambanya. Vipi hali huko Bongo? Bongo tupo, Bongo michakato inaendelea kama kawaida. Wanasemaje watoto wa Mama Samia? Sisi tupo, upepo ni mwingi, jua ni jingi ndani ya jiji la Dar es Salaam. Tukimbizana. Pande hizi tunakimbizana brother. Sijajua huko Kenya. Sound good. We good. Kibaridi fulani, kijua fulani, kinachoma fulani hivi. Tunajua tena kama kawaida tu Nairobi kama kawa. Nakubali sana. Karibu sana brother. Hili ni jiji ambalo limechanganyikana watu na wanyama yani. Usio. Yes, unajua tunapaki katikati ya jiji. Okay, sisi huku ni watu kama watu, ndani ya watu kuna watu. Sisi tunaishi vizuri, watu na wanyama na mimea pamoja. Sasa issue ya Harmonize imeniamsha kule nilipokuwa nimelala, na nikaamka nikasema let me call you, talk about Harmonize na issue yake ya kusema before umtaje yeye lazima umtaje Mungu kwanza, afu ukimtaja Mungu usimtaje kiumbe yoyote katikati, umtaje yeye sasa Harmonize. So after Mungu ni yeye. Story ambayo imeniamsha kule nilipokuwa nimelala, nikasema let me call you and talk about Harmonize, ama amevuta kinkurushash nini, nikashtuka kitu kama hicho hapo. So stories zimekuwa mingi sana. Ndeme, umesikiza story hiyo ya Harmonize? Nimeipata. Ni story ambayo inaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Okay. Na wadau wengi wanatia neno. Okay. Ndio brother. Umeichukuliaje story ya Harmonize kwamba asitajwe Diamond? Yaani kwa kifupi hataki Diamond baada ya Mungu asiwekwe Diamond kwamba alimsaidia maisha, ila atajwe Harmonize mwenyewe. Yes, mimi bana, hiyo story ninavyochukulia mimi kama mimi, kwanza ninaona kwamba ni mtu ambaye hana fadhila. Unajua tunaposema fadhila, ni yani mtu anayekimbilia kwa Mungu wakati binadamu mwenzake yupo anajifanya kwamba anamjua sana Mungu, huyo ni muongo. Mara nyingi anakuwa ni mnafiki. Yani ameshindwa kwamba kusema Mungu anapitia watu wake, ndio kama hao kina Diamond ambao walienda kumgusa. Huwezi ukakimbilia kwa Mungu moja kwa moja wakati tuko hapa duniani. Na ndio maana akaagiza sheria ya upendo kwamba mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Na hauwezi kumpenda Mungu wakati jirani yako, rafiki yako unamchukia na unamuona kama vile hakukugusa kwenye maisha yako, wakati jamii yote tunakuona ulivyoanza ayola, tunakuona ukiwa ni mdogo, huna kifua, huna hayo meno ya bati ulioweka sasa hivi, huna Kiingereza chochote kile, hakuna mtu anayekujua. Sasa ni nini hiyo? Inakuwa sio kitu kizuri. Meno ya bati. Ameweka meno ya bati. Hiyo noma sana. Na kibaya zaidi ninachokiona ni kwamba anafunga milango ya vijana wengine wengi kuweza kusaidiwa, kwa sababu watu watarudi nyuma. Kama vijana wa kibongo ukiwasaidia, inakuwa mwisho malipo yanakuwa ni kama haya. Watu wataogopa sasa kuwasaidia vijana wengi wenye ndoto kama yeye, ili kuweza kuzifikia zile ndoto zao. Okay, hivi unadhani ni kwa nini hasa Harmonize amekuwa kama na chuki fulani vya amazing sana, yani chuki nzito sana kwake Diamond Platnumz, man?
Okay. Mimi navyoona hapo ni kwamba huyu kijana aliingia akiwa ana njaa. Okay. Aliingia akiwa ana njaa na namna alivyosaini ile mikataba ndio ambayo nadhani imempelekea kumchukia Diamond, kwa sababu Diamond alikuwa anakusaidia lakini mpo kwenye biashara. Yeah, sure. Yes. Sasa watu wengi wanajuaga nikusaidie tu bila nani yoyote, hapana. Yani hiyo ni win-win situation. Wewe unapata na mimi napata. Yeah, sure. Kwa sababu naweka mpunga nije kupata. Sasa ukitegemea kwamba unatoka tu kizembe wakati mimi nimeweka mapesa yangu, haiwezekani. Tunawekeza ili tuje tupate. Alafu ukiangalia wakati yeye anawekeza, wewe haukuwa na zero au haukuwa na 1. Umeona? Lakini amewekeza naita ameriski maisha, pesa yake ameriski. Haijalishi itakutoa ama haitakutoa, lakini yeye ameriski kwamba lazima awekeze pesa yake, ili lazima aende hasara ili aje kufaidika baadaye. Alafu wewe utaki afaidike. Ya kabisa. Na hata ile kibiashara lile lilikuwa ni anguko la Diamond kwa sababu kumshika kijana ambaye ndio anaanza kutoka, then wanaingia watu kwamba labda wewe unaingiza pesa nyingi kuna ile kampuni, wewe unafanya hivi, inabidi sasa utoke. Kiwalisia ndio ulikuwa ni muda wa kuvuna, alafu mtu anaondoka. Huwezi ukakubali aondoke kizembezeo. By the way, hiyo ilikuwa time ya kukula, Diamond ya kukula sasa. Alafu ndo mtu anasema nakimbia. Hauwezi kukimbia kuvunja mikataba. Yani hiyo iko wazi. Yani wale wanaangalia mikataba. Hata vijana wengi wanaoingia kwenye muziki. Unapo sign mkataba, jua ile ni biashara. Hakuna kusaidiana, ile ni win-win situation. That's good, sound good. So sasa issue ambayo iko kwa mitandao ya kijamii, unadhani ni issue gani hasa inayotembea hasa? Maana mimi nilipata tu ya Harmonize akiongea, akirekodi akivuta hizo masiga manini akiongea, so nikasema maybe ni King Kurushash kimemuingia vizuri. So amelipuka sasa. Unajua moshi ukishajaa unajaa kifuani afu unataka kulipuka. Sasa Baba Levo na imekuaje? Ameongea nini Baba Levo? Baba Levo baada ya kuona hiyo kauli ya Harmonize kwamba kusema kwamba yani watu wasio wanamuweka Diamond pale kwenye kumsaidia, kwa sababu Diamond ni moja kati ya watu ambao kila kukicha anamwombea anguko lake, na yeye ndio amesababisha hawa vijana wote kutoka, kama nilivyomuelewa hivyo, hao kina Ibra, kina Angela, kina nani, yani kwamba Diamond ndio alikuwa anamuombea anguko la Konde Gang. Unaelewa? Kwa Baba Levo akaja kumkumbusha bana, brother, huyu ni kama baba yetu. Kuna kipindi tulikuwa hatuna kitu, alitushika mkono. Baada ya hiyo tukio la Baba Levo kuongea vile, mjomba Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram akachapisha status moja ya kuonesha kwamba hajapendezwa na kauli ile ya Baba Levo kumwambia vile. Yani nakumbuka kwamba oya Levo, unapokuwa unataka kunitaja na mtu, hebu anza kwanza na Mungu. Nimeona amesema ukiwa unaandika makala yako kuhusu mimi, start with name of God. Ukishindwa usimtaje mtu yeyote. No one made me. Levo, mata yako marefu unaweza ukapigika na ubunge huo ukiniona kaa mita 100, maana mkinyamaziwa mnajisahau sana. Kijana mpaka moto. Iwe dichekesha sana. Jamaa. Ujue jamaa bana, jamaa Baba Levo ameongea kitu ambacho ni ukweli, ambacho Watanzania wote wameandika ama ameongea. Aliandika, Baba Levo aliandika. Baba Levo pia aliandika. Ni kama kumkumbusha tu. Sasa alivyojibiwa hapo brother, kidogo inatisha.
Alafu ukizingatia Baba Levo sasa hivi ni kiongozi. Ni kiongozi. Baba Levo ameandika kwa Insta story ama amemchapishia. Naona amemposti akaandika, mdogo wangu Kipara Ngoto, leo nimeshuhudia maharage yakiukataa ushuzi. Yule ni baba yetu bana. Tulikuwa tupo hoi sana hapo nyuma. Ameweza kuandika Baba Levo maneno hayo hapo. Baba Levo aliandika hivyo. Sasa anyway, neno lako la mwisho labda kuzungumzia kuhusiana na issue hii hapo, Ndeme B. Okay. Kwanza labda tufunge mjadala hivi kwamba Baba Levo mwenyewe anatakiwa sasa hivi aanze kujichunga, kwa sababu ni kiongozi. Unaweza ukavuliwa nguo na vijana, kwa sababu vijana anapokuwa ameshapasha labda vitu vyake au ana sumu zake nyingine moyoni, hawezi akaangalia anamrushia maneno. Kama yeye kama kiongozi anatakiwa sasa aanze kurudi nyuma na kujiepusha na hivyo vitu. Lakini pia kwa Harmonize, Mungu ametuumba sisi wanadamu kwa maisha ya kutegemeana. Sio kwamba unaposikia mtu anakimbilia moja kwa moja kwa Mungu, ina maana kuna kitu anakiogopa, kwa sababu sisi wanadamu wengi tunategemeana, na anapokuwa anavimba kichwa kiwango hicho, anawanyima wengine milango ya kufunguliwa kuweza kupenya zaidi kama yeye alivyopenya. Hauwezi tu ukaruka moja kwa moja eti ukaruka kwa uwezo wa Mungu, ila Mungu huandaa migongo ya watu wewe kuweza kupita kuzifikia ndoto zako. Kwa hiyo imekaa hivyo, yani asiruke tu moja kwa moja kwa Mungu akasahau hii migongo aliyopita. Na sio tu wa Diamond, ukimwona mtu ametoka amepita migongo mingi sana amepita. So tumpe slap kabisa mapema. Kuna kitu kajisahau Tembo, mpe slab za kutosha hata 15. Acha nimuongeze nyingine. But mimi nikushukuru sana kwa kila ambacho umeweza kukizungumza na Special. Nasema asante sana. Mimi naweza kusema tu kwa upande wangu kwamba kila mtu ana maoni yake na kila mtu ana wakati wake, lakini maoni hayo yanategemea unayatoa ukiwa soba ama ukiwa mlevi. So mimi nikushukuru sana Ndeme kwa kila ambacho tumekizungumza hapa. Nadhani hadi wakati mwingine tutaweza kupiga story again. Asa, shukrani sana. Chochote kitachokuwa mbele yetu, karibu sana. Tupo. The Genius platform. Shukrani sana brother. Tulikuwa naye Ndeme kuzungumza story mingi 1 2 3 kuhusiana na Harmonize, Baba Levo, Diamond Platnumz, kwamba Diamond Platnumz asitajwe mbele ya Harmonize, yani before Mungu ama after Mungu atajwe Harmonize. So before Harmonize asitajwe Diamond Platnumz, kwa sababu anachoamini kwamba Diamond Platnumz hajamsaidia chochote kile. Ilikuwa ni Mungu. So mimi naamini Ndeme amechokizungumza wote tumekisikiza. Also be simple, be social. Jina langu Jack Special, the one and only kutoka Special for You TV. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.